Ibada ndizo zitakazo tuokoa kufika kwenye kitare hicho. Bila nyumba za ibada, tunapozitegemea tukianza kuongelea siasa, tutajikuta tunaenda kwenye nyumba za ibada za kishetani ambazo zitaathiri kizazi chetu. Kizazi chetu kina changamoto kubwa, nyinyi ni mashahidi. Leo hii mtoto wako akikwambia na girlfriend, unasema Mungu mkubwa. Utamkaripia tu machoni, lakini utaenda chumbani unasema Mungu yeye ana girlfriend. Leo hii hata mkeo akikwambia namuona mwanao ana kijana mmoja hapa unasema rohoni utakasirika, yani machoni unakasirika. Lakini unaenda pembeni unasema Mungu yeye ana girlfriend mwanangu. Rohoni unafurahi. Maana dunia imebadilika. Unaweza ukaletewa rafiki wa mtoto wako kumbe ndio mmeo. Hayo ndio mambo ambayo tunaenda kulia makanisani, kwenye nyumba za ibada. Tunaenda kulia nayo. Mungu, niepushe kizazi changu kiwe kizazi cha heri kwenye taifa la Tanzania lenye amani na utulivu. Ndio tunalia nayo. Leo hii watoto wetu wakienda kwenye nyumba za ibada nao wasikilize siasa. Tunawafundisha nini watoto wetu? Niwaombe wote wa nyumba za ibada hizi, tuongelee hofu ya Mungu, watujenge. Wote tuna shida ya kwenda peponi, wote turudi kwenye imani. Na wanasiasa waendelee na siasa zao, lakini siasa za kujenga. Haiwezekani leo anatokea mtu mmoja anaongea maneno ya hofu ya kutugawa, ana kundi la watu nyuma wamejipanga kutugawa, alafu eti akaachiwa, tukasema tu eti ameachiwa kwa sababu ni mwanasiasa, hatakiwi kuguswa. Akiguswa wanatoka watu kwenye nyumba za ibada wanasema aachiliwe. Hiyo nguvu mnaipata wapi? Nini maana ya serikali? Mfano mzuri ni Rwanda pale. Rwanda mfano mzuri sana. Hakuna haya mambo haya. Hakuna. Serikali inabaki kwenye level yake, dini inabaki level yake. Kwenye vitabu vya dini wametuambia heshimuni mamlaka. Tubaki kuheshimu mamlaka. Kazi ya nyumba za ibada ni kutujengea imani ya kujenga taifa letu, ni kutujengea imani ya kuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu, ni kutujenga katika imani ya kuliombea taifa letu. Taifa hili bila maombi haiwezekani. Lakini moja ya sifa ya taifa hili, ndugu zangu, nawaambie nini? Moja ya sifa ya taifa hili, Mungu ameliweka katika mikono yote miwili. Amelibariki. Watanzania sio wajinga hivyo. Watanzania wana tabia